Tanzania, Harmonize anaendelea na Beautiful, Rayvanny ana Touch, lakini kuna kitu tu kimoja kinawaunganisha hawa wote, Diamond Platnumz. Lakini swali ni hivi, Diamond ndiye aliyefungua njia mpaka kizazi hiki kufika hapa. Kati ya Beautiful na Touch, nani amefanya vizuri zaidi? Subiri mpaka mwisho, kwa sababu jibu langu linaweza kukufanya unikubali au unipinge kwenye comments. Kwanza, leo macho yako Tanzania. BNXN anakuja kufanya show, na hii sio tu kuhusu msanii mmoja kutoka Nigeria kuja kupanda stage. Ni ishara kwamba Tanzania imekuwa sehemu muhimu kwenye ramani ya muziki wa Afrika. Lakini jiulize, kwa nini wasanii wakubwa kutoka nje wanaendelea kuja Tanzania? Kwa sababu Bongo Flava imejenga jina, mashabiki na soko ambalo haliwezi kupuuzwa. Na hapo ndipo tunarudi kwenye jina kubwa zaidi, Diamond Platnumz. Harmonize, Beautiful. Sasa twende kwa Harmonize na Beautiful. Harmonize ameonyesha tena kwamba ana uwezo wa kutengeneza muziki unaweza kuingia kichwani na kubaki kwenye playlist za mashabiki. Beautiful ina upande wake wa kuvutia, melody, vibe, ile style ambayo Harmonize anajua kuitumia. Lakini swali ni moja, je, Beautiful ndio imebeba zaidi kuliko Touch? Usijibu bado, kwa sababu Rayvanny naye anaingia kwenye hii vita. Rayvanny akaja na Touch, na hapa ndipo mashabiki wanaanza kugawanyika. Rayvanny ana kitu ambacho si rahisi kupuuza, style yake ya kuimba na uwezo wa kuleta vibe tofauti. Touch inaweza kufanya urudie tena na tena, lakini Beautiful nayo ina mashabiki wake. Kwa hiyo mimi nikikuuliza sasa, Beautiful au Touch? Andika moja tu kwenye comments, lakini kabla hujaamua, kuna mmoja ambaye lazima tumtaje. Diamond Platnumz! Hapa ndipo story inakuwa kubwa. Kwa miaka mingi, Diamond amekuwa akiwakilisha Tanzania kwenye level ya Afrika na kimataifa. Na jambo kubwa zaidi sio hits alizotoa, ni kwamba ameonyesha wasanii wengine kwamba msanii wa Tanzania anaweza kuvuka mipaka ya Bongo na kufika kwenye stage kubwa za Afrika na dunia. Harmonize na Rayvanny nao wamejenga safari zao wenyewe. Na leo tunaona kizazi cha wasanii wa Afrika kikifanya collaborations, shows na muziki unaovuka mipaka. Kwa hiyo, Diamond ndiye sababu pekee? Hapana. Lakini je, alichangia kufungua milango? Hapo ndipo mimi nasema ndio. Sasa tufanye hivi. Kama ungepewa nafasi ya kuchagua msanii mmoja aliyesaidia zaidi kuifanya Tanzania ionekane kwenye ramani ya muziki wa Afrika, Diamond, Harmonize au Rayvanny? Na kwenye nyimbo hizi mbili, Beautiful au Touch? Usiishie kuangalia tu. Like kama unaamini Diamond alifungua njia. Comment jina la unayemchagua. Share hii video kwa shabiki wa Bongo Flava. Na subscribe kwa sababu hapa tunachambua muziki bila kuogopa kusema ukweli. Na wewe, umechagua nani?